Naam, karibu tena mtazamaji, tunafurahi sana kwa kuendelea kuwa nawe. Taarifa nyingine ambayo tunaifuatilia kutoka kaunti ya Bungoma ni kwamba wale waliopatikana na hatia ya kununua zile wheelbarrows, zinaitwaje kwa Kiswahili, katika kaunti ya Bungoma wamehukumiwa, ambapo katibu mkuu katika kaunti hiyo ametozwa faini ya shilingi 800,000 au kuhudumu kifungo cha miaka 4 gerezani, na wengine waliopatikana katika kesi hii wametozwa faini ya shilingi 600,000 au kufungwa kifungo cha miaka 3 gerezani. Mwanahabari wetu Lusige anashughulikia taarifa hiyo na atakuwa akikupasha mengi zaidi katika taarifa zetu za baadaye. Lakini sasa tuanze kwa kuangazia zile taarifa ambazo zimekuwa zikichipuka kila kukicha kuhusu kuletwa kwa bidhaa za magendo humo nchini. Na leo hapa studioni tuko naye Salim Nasib Barak ambaye ni meneja mkurugenzi wa kampuni ya Weston ambayo inahusika katika kupokea bidhaa zinazoletwa nchini na kusafirisha bidhaa hizo hadi kwa wateja. Shukrani sana kwa kuwa nasi katika taarifa za Jukwaa la KTN. Na katikati mwa jiji tutakuwa naye Danstan Umari, atatuarifu na mengi zaidi kuhusu sheria na zinapokiukwa ni hatua zipi ambazo zinastahili kuchukuliwa. Tutakuwa tukiungana naye muda usiokuwa mrefu. Danstan, nafurahi kukuona. Mimi nafurahi kabisa Zubeda. Shukrani sana kwa kuwa nasi hii leo. Nitakuja kwako muda usiokuwa mrefu Danstan. Lakini tuanze hapa tukiwa naye Salim. Tueleze, mimi kama Zubeda nimepata bidhaa ambazo nataka kuzinunua kutoka ng'ambo. Nataka kuzileta humo nchini. Sheria inasemaje? Taratibu zinastahili kufuatwa ni zipi? Taratibu kwanza tutakuuliza ulete document inaitwa proforma invoice ambayo itaashiria zile bidhaa ambazo unahitaji kuleta humu nchini. Kama ni sukari, kama ni magari, basi itakuwa hiyo proforma inaonyesha thamani ya hiyo bidhaa, the quantity, idadi na all that. Tukishapata hiyo document tunakutengenezea document ambayo inaitwa IDF, Import Declaration Form, ambayo ni document ya Kenya Revenue Authority, customs specifically. Tutakutengenezea hiyo IDF on the basis ile proforma yako. Kisha IDF ikishapitishwa na husika, that is Kenya Bureau of, Kentrade, na kupitia Kentrade na customs, ikishakuwa tayari tunaiwasilisha kwa mteja ili wewe sasa uiwasilishe kwa huyo supplier wako ili kuwe na kitu inaitwa pre-inspection itakaofanywa kuhusu bidhaa hizo ambazo nataka kuleta. Na hiyo pre-inspection ikimalizika, kuna document inaitwa Certificate of Conformity to Kenyan Qualities and Standards ambayo inakuwa issued kabla hiyo bidhaa haijasafirishwa kutoka huko ng'ambo ama huko ambako ulikoagizia. Na wanaofanya kazi hii ni ma-agents wa shirika la KEBS ambao wamekuwa appointed, na sasa hivi nafikiria tuko na wawili. Tuko na SGS na Intertech ambao jukumu lao kubwa ni kuhakikisha kwamba mizigo inaokuwa inspected huko ng'ambo kabla kusafirishwa ina conform to Kenyan standards and KBS. Naam, kwa hapo ni kuulize tena utufafanulia hata zaidi. Kwa hivyo nimesema kama Zubeda anataka kuleta mafuta kutoka ng'ambo. Kwa hivyo hao maafisa nitawajulisha kwamba nataka kuleta hiyo bidhaa, ndio waende wakaikague mahali inanunua. Sio wewe, ni yule supplier wako sasa. Ile document inaitwa IDF. Nishakupatia wewe utawasilisha hiyo document kwa wa suppliers wako walioko nje. Na wao watajilinganisha na kujiungisha na wale SGS ama Intertech. Wale ambao wanastahili na kukagua hiyo bidhaa ili conform na Kenyan standards. Na inapofika, na hao ni agents kama nilivyosema wa Kenya Bureau Standards. They are appointed agents na wako na hiyo mandate. Na cheti kinatolewa kuonyesha kwamba bidhaa hiyo imefikia viwango ambavyo vinakubalika. Na inapofika hiyo cargo yangu, inapofika bandarini, inakaguliwa tena? Kwa hakika haistahiki kama uko na official COC, Certificate of Conformity, haitakikani ikaguliwa mara ya pili. Lakini ikiwa kuna tashwishi, basi maofisa wa KEBS wana uwezo wa kukagua tena kuhakikisha tu kwamba hii cargo ina meet again the standards. But ideally hawatakikani wakague tena, maana inakuwa double inspection.
which causes delays. Kwa hivyo kwa bidhaa zote ambazo zinaletwa nchini, mradi tu zimekaguliwa katika nchi ambapo zinanunuliwa, si lazima zikaguliwa zinapofika nchini. Si lazima, lakini kukiwa na doa lolote ama kukiwa kuna tashwishi yote, basi ni mandate tena ya KEBS kuingilia na kuhakikisha kuna inspection ambayo inafanywa. Na Danstan, tunapofikia katika swala hili la kusafirisha bidhaa, tumeelezwa kwamba bidhaa hizo zinakaguliwa katika nchi ambako zinatoka, na alipofika mbele ya kamati ya bunge juma lililopita siku ya Alhamisi, meneja mkurugenzi wa KEBS pia alisema kwamba bidhaa huwa zinakaguliwa katika nchi ambako zinanunuliwa, na zinapoletwa nchini huwa hakuna haja sana ya kukagua. Unadhani hapa ndio labda pengo lipo ambalo linasababisha bidhaa za magendo kuingia nchini? Mimi kama wakili Zubeda nafurahi sana nisharudi katika runinga KTN. Jambo la kisheria ni kwamba ule mkurugenzi wa KEBS alivyosema kwamba hahitaji tena zile vitu kukaguliwa ni dosari kubwa sana. Sababu sisi kama Wakenya tumetengeneza na kulipa ushuru na kujenga taasisi inayoitwa KEBS. Imejitwika lile jukumu ikampa yule mtu ambaye ni manufacturer. Kama ni magari kule Japan. Alafu wale wa Japanese ama wale wa China, wale wa Singapore wanapoleta zile bidhaa hapa, eti haziwezi kukaguliwa kwa sababu zimekaguliwa pale. Je, swali lililoko kisheria, wale wafanyikazi wazalendo wa Kenya walio KEBS wako pale kwenye ule mtu aliyetengeneza vile vitu. Kwa hivyo pale ndio kuna dosari ya kisheria, na ambapo parliament lazima iweke sheria ya kusema kwamba licha ya kwamba kuna pre-inspection testing, lazima pia vitu vikifika hapa sampling at least 60% ya vile vitu vinafika hapa vikwe tested, ndio tuweze kupata ukweli wa nini kinachoendelea. Zile mahabara tumetengeneza laboratories hapa ni za kufanya nini kama basi haziwezi kutengeneza na kuhakikisha kwamba zimehakiki na kudhatimini ile kazi iliyofanywa na wale wazungu. Naam. Salim, nataka kurekebisha kitu kimoja, na nakubaliana na mwenzangu huyo alizungumza sasa Omari kwamba ni kweli ile COC, ile certificate of conformity ni uhakikisho kwamba bidhaa zimekaguliwa. Lakini bidhaa zikiingia lazima tena KEBS uchukua samples wakaverify na kuinspect whatever has also been done. There is a counter check with KEBS. It's not that everything that comes, as long as they see it's allowed. No, they also take samples for each and every shipment that comes. KEBS wanachukua sample na wanaenda kwa maabara yao, na wanafanya test. Na ni bidhaa zote ambazo zinafanyiwa huo ukaguzi wa pili zinapowasili ni bidhaa za aina yote? Kwa sababu nilipomsikiza juma lililopita alikuwa anasema kuna bidhaa nyingine zile ambazo tayari zimekuwa processed, hizo huwa hazifanyiwi tena, lakini zile ambazo kama raw materials for example ambazo ziko na standards ambazo hata sisi zenyewe standards zetu bado ni changa, mathalan products zinatoka Ujerumani, Holanzi, yani ambazo ziko na international marks, sidhani kama zinakaguliwa na sana ni raw material for manufacturing companies, sio bidhaa za kuuzwa kwa soko tena mara nyingine ama chakula for example. Lakini ni lazima wachukue samples. I agree, nakubaliana na wakili kwamba samples uchukuliwa na zikafanywa tena tests, lakini bidhaa huruhusiwa zikaingia. Na nani huwa pale wakati ukaguzi huu unafanywa? Ikiwa pale hapa bandarini, hazifanyiwi bandarini, uchukua samples wakafanya katika laboratories zao, alafu results mkaja mkawafi. Ikiwa results ziko sawa, basi hata wewe ufahamishwe kama mteja, lakini zikiwa ziko negative, then mteja ana haki ya kujulishwa na kuambiwa bidhaa hii hairuhusu. Lakini pale wanapochukua hizo samples huwa ni kina nani wanahusishwa katika kwenda kukagua kuona nini hasa ambacho kimeingia? Ni wao wenyewe, watu wa KEBS, watu wa Port Health pia wana jukumu la kuchukua sample, maana zingine bidhaa ambazo ziko na dosari ya kiafya. Port Health pia wana haki na wana mandate ya kuchukua samples na kukagua. Sasa Port Health wapo,
Kenya Bureau of Standards wako. Naam. Hata KRA mara nyingine pia kwa sababu ya ushuru una quality lazima wa confirm kwamba hii quality ndio tunaitaka na ushuru wake ni huu. Pia wao uchukua sample mara nyingine. Naam, na kwa tathmini yako Danstan, unaona kwamba kumekuwa na uwajibikaji katika shughuli hii nzima ya ukaguzi wa kuhakikisha bidhaa zinazoingia nchini zimetimiza viwango vinavyohitajika? Kwangu mimi naonelea Zubeda kwamba hakuna uwajibikaji. Kuna hali ya kung'ang'ania nafasi, yani umaarufu upi utakaopatikana katika asasi hizi. Ukiangalia KEBS, uangalie KRA, kuna hali ya mkinzano hivi kwamba KEBS mara nyingine inaweza sema kwamba bidhaa hizi haziwezi kuingia ndani. Ukipata kwamba katika ile sheria bado KRA ina nguvu za kudhadhimini kama ile kitu ni sawa ama sio sawa, basi ikakuwa kwamba mara nyingi KEBS inasema kwamba chakula hiki ni kibovu, KRA inasema kwamba wacha hata sisi tuhakikishe mlungula ukipitishwa, basi wale KRA wanasema kwamba sisi kama watu wa KRA kinachotuhusu sisi zaidi Zubeda ni ushuru, wacha sukari ingie ndani. Hivi kwamba lazima tukubaliane kwamba kama Wakenya kwamba ikiwa tutakubalia asasi moja kama ni KEBS, government chemist, haina haja ya kufanya kazi KEBS inafanya. KRA haina haja ya kutekeleza wajibu KEBS inafanya. Kwa hivyo kule kupigana kwa zile taasisi ambazo zinakuanga pale Mombasa, ndio unaona kwamba wengi wa wanabiashara maarufu wana njia za kufanya njia wawezavyo kuingiza bidhaa ambazo zinadhuru Wakenya humu nchini. Kwa hivyo wale ambao wanatengeneza sheria lazima waondoe zile jukumu, ziwekwe kwenye asasi moja ambapo kosa likitokea basi tutajua. Ukiangalia mambo ya ushuru karibu wote wa taifa la Kenya umerudishwa kwenye KRA. Mbona tukubalie asasi zaidi ya 4-5 kufanya utafiti na kuangalia kwamba vile vitu vinavyotoka ng'ambo viko kwenye standard inayohitajika? Naam, Danstan, hata kabla sijarudi hapa kwa Salim atueleze zaidi, labda kwa Mkenya nijiweke pale pia, sheria inasemaje hasa kuhusu uagizaji wa bidhaa kutoka nje, na anayekiuka sheria hiyo, sheria inasemaje, ni hatua zipi ambazo zinachukuliwa dhidi yake? Ukiangalia zile sheria ambazo zinaangalia kuleta vitu gushi, contraband, ikiwa mtu atapatikana na hatia ya kuleta vyakula ama vitu ambavyo havijaweza kupatikana standard, vile vitu kwa sheria vinarudishwa kurudi kwenye lile taifa vilivyoagizwa kutoka na kuharibiwa. Ule aliyeleta zile vitu hakuna sheria ya kumwadhibu, sheria ni kurudisha zile vitu. Ikiwa vitaingia humu ndani, lile ni kosa la mtu mwenye aliyoagiza na asasi za serikali. Adhabu inayotolewa ni adhabu ndogo sana, si adhabu ambayo inaweza kuwa ni kinga ya kuzuia watu wajue kwamba ile ni adhabu kali kweli kweli. Ukiangalia kwa mfano vitu contraband, vitu vya bei rejareja vinavyokuja hapa, standard kitu ambacho kinatumiwa. Kwa hivyo sheria haiwi kali zaidi. Shilingi milioni 1 kwa mtu aliyeleta sukari ya shilingi bilioni 1, basi ile ni adhabu kweli ya kusisitiza. Kwa hivyo lazima kifungu kiwekwe kikali zaidi na faini ambayo iwekwe mara 2 ya ile gharama. Sheria bunge ipitisha kwamba ikiwa mtu ameleta vitu vya shilingi milioni 1, basi faini atakayopigwa iwe mara 3. Lakini ikiwa ni nusu ama shilingi 1,100, basi itakuwa kwamba watu wanania, ni motisha wao kuleta vitu gushi katika hili taifa. Na Danstan, hebu nikupate vyema. Je, unachotueleza ni kwamba hakuna sheria ambayo inawahukumu ama sheria ambayo ipo hapa nchini ya kuwachukulia hatua wale wanaoagiza hizo bidhaa, wale ambao wanapatikana na makosa ya kuleta bidhaa gushi nchini? Ile sheria yasema kwamba vile vitu vitarudishwa na kuharibiwa kule. Kosa ni vikiingia ndani,
ukapatikana kwamba umezileta huku ndani na zimeingia kwenye taifa, basi adhabu inakuanga ni ndogo sana, shilingi milioni 1, shilingi milioni 2. Kwa hivyo kwangu mimi nasema kwamba ikiwa mtu amejaribu kuleta vitu ambavyo havihitajiki, basi lazima adhibiwe. Sababu katika sheria zingine mtu akijaribu kumua mtu anaadhibiwa, mtu akijaribu kumbaka mtu anaadhibiwa. Mbona katika uagizaji wa vitu mtu aadhibiwe kwa kosa la kujaribu kuleta vitu gushi taifa letu na akashindwa? Basi adhabu yake ni kwamba vitu alivyovileta vitarudishwa kuharibiwa. Hivi kwamba ukileta gari ambalo halihitajika, limekiuka miaka 8, litarudishwa. Wewe utabaki bado ukiwa hapa, ati ile hasara uliolipa, hiyo tu ndio hasara yako. Kwa hivyo ile ni kitu ambacho ni motisha kwa watu kuendelea kuleta vitugushi katika taifa la Kenya. Na mtazamaji, tutaendelea na mada hii kwa kina hata zaidi, tukipokea pia kauli zako. Binafsi unadhani ni hatua zipi ambazo zinastahili kuchukuliwa ili kudhibiti kuingizwa kwa bidhaa gushi na za magendo humu nchini? Usiende mbali.